Bismillah wa salatu wassalamu ala habibina Mustafa salawatu rabbi wassalamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Katika dunia hakuna mtu anayotaka hasara. Yaani ukiambia kwamba katika biashara fulani kuna hasara, kila mara kila mtu jitahidi hasara kama ile au ni kukimbia. Lakini masikitiko ni kwamba sisi tunaambiwa kwamba katika dini yetu kuna hasara ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameweka wazi. Yani ikiwa utakuwa katika sehemu fulani utapata hasara, lakini hakuna mwenye kukimbia hasara kama ile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an ameapa kwa suratul Asr, akasema wal asr, akapa kwa zama za alasiri, na hii ni kuonesha umuhimu wa wakati kama huu. Alasiri, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba mwenye kuacha kuswali swala ya alasiri kwa jamaa, basi mtu kama huyo apata hasara kama vile alipoteza familia yake ama alipoteza mali yake. Yani kama kuna kitu imekushughulisha wewe ukaacha kuswali swala ya faradhi alasiri, basi upata hasara kushinda au upata hasara kubwa sana ikhwani fillah. Akasema illa alladhina amanu, akasema innal insana la fi khusr, hakika mwanadamu, bi maana hii ni sampuli zote za wanadamu, akuwe ni mwanamume, akuwe ni mwanamke, akuwe ni mtoto ambao kwamba amebaleghe umri wake bado uko chini, ama akuwe wote vile mzungu, wote wa katika hasara. Lakini katika hasara kama hii ndio Muislamu inafaa ajue Mwenyezi Mungu amefanya istithna, watu fulani hawako katika hasara. Katika miongoni watu walisema illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao kwamba jambo la kwanza wamelifanya ni imani, wameamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wameamini Mwenyezi Mungu kwamba wameamini biwujudillah, kwamba Mwenyezi Mungu anapatikana Subhanahu wa Ta'ala, na kadhalika wakaamini bitauhid rububiyya, kwamba Mwenyezi Mungu ndio Khaliq, yeye ndio mwenye muumbaji, ndio mwenye kupeleka kila kitu, na akawa ni mwenye kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye bitauhid uluhiyya, kwamba Mwenyezi Mungu ndio ambaye kwamba anapaswa kuabudiwa kama venye muumba peke yake, na wakaamini kwa tauhid asma'i wa sifati. Katika tauhidi kama hii kwamba ile venye Mwenyezi Mungu amejisifu katika Qur'an na venye Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomsifu, ameamini imani kama ile pasina kufananisha na pasina kuingiza ndani yake nuksana wala kupinga. Na kadhalika katika imani kama ilivyokuja katika hadithi ya Jibril alayhi salam, hadithi Jibrilia, amesema kwamba alipoulizwa Jibril alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kwamba antu'minu billah, kwamba imani muamini Mwenyezi Mungu, na nimeeleza wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, kuamini malaika, kuamini mitume, kuamini vitabu na kesho siku ya kiyama, wal qadar khairi wa sharri, na kuamini qadari khairi na shari, kwamba ukipata kitu Mwenyezi Mungu ametaka kikupate, na kikosa kadhalika Mwenyezi Mungu mwenye kutaka, yeye ndio mwenye kuendesha mambo. Akasema illa alladhina amanu, kisha baada ya imani haitoshi. Imani lazima mtu huwezi kuamini ukanyamaza hivyo, la, katika sharti ya imani anutqu bil lisan, baada ya moyo kukubali imani ni kutamka kwa ulimi, kutamka kwa viungo. Yani Mwenyezi Mungu amekuamrisha kuswali swala tano, ukawa ni mwenye kuswali, viungo zako zimetamka kwamba unaamini kwamba kuna malipo baada ya kufa, na kadhalika imani pia kutamka kwa ulimi, kuleta kwa vitendo. Hii ndio imani ikhwani fillah. Na kadhalika ikhwani fillah, ila lil amanu wa amilu, wakafanya matendo mema, kama vile wanasema wanachuoni wengi. Matendo mema ni gani? Nasema kwamba majtama'at fihi thalathatul khusul, ama mambo ambayo kwamba inajikusanya ndani yake mambo matatu. Ya kwanza kuna iftiraq, yani kuna wenye wanasema kwamba katika matendo mema sharti ya kwanza ikhlasul amma, ni ikhlasul amma ambao kwamba ni tauhid, mtu awe ni mwenye kumpokesha Mola wake katika rububia, ilahia, al-uluhia na kadhalika asma'i wa sifati, au ni kumpokesha Mola wake. Na katika la pili ni kwamba mtu wengine wakisema kwamba ikhlas ambao kwamba ni kuna ama na ikhlasu khasa ambao kwamba ni ikhlasi ambao kwamba sisi tunaijua, ikhlasi ya kufanya ibada kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, haujataka sum'a kwamba ujulikane, waliyadhu billah, wala haujataka malipo wala hujataka chochote isipokuwa ridha Allah huwa ghayatuka, radhi ya Mwenyezi Mungu ndio ambao kwamba ndio upeo wako. Malengo yako kubwa ni kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akuridhika kitendo chako cha swala. Akadhalika wakasema kwamba ya tatu ni mutaba, kufanya kitendo kama venye Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya. Yani wewe ukiswali unaswali kama venye Mtume ametufundisha. Ukifanya ibada yako
ibada kama ile ikiangaliwa katika hadithi ama Qur'ani ipo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa ni mwenye kutufundisha namna ya kufanya ibada kama ile, wala hujakuwa ni mwenye kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Ukawa ni mwenye kujikambali na mambo ambayo kwamba ni bid'ati, mambo ya kuzushi na nini, ukawa ni mwenye kufuata mutaba katika kila kitu. Ikhwan fillah, nasema hiyo ndio masharti ya matendo mema, illa alladhina amanu wa amilus salihat watawasaw bil haqq, wakawa ni wenye kuhusiana katika mambo mema, katika mambo ya haki. Na katika mambo ya haki huwezi kunusia mimi jambo la haki wakati wewe mwenyewe katika batil, waliyadhu billah. Haiwezekani hiyo, mpaka wewe ujitahidi kwanza uwe katika haki, ndipo ukija kunuhusia mimi katika jambo la haki nikubali. Kwamba kwa sharti la kwanza jambo la haki lazima mtu ajiangalie, je, wewe katika haki, kabla wewe kuja kulingania mimi wewe katika haki. Kwa hivyo na katika jambo la haki pia wanaangalia marafiki gani unaokana wao. Ukikana rafiki mzuri atakusia katika jambo la haki, ukana rafiki mbaya mpotovu atakuwa mjukusia katika haizi kuokoa wakati ambapo mambo utakuwa na njia koma. Lakini ukana rafiki mzuri atakwambia hili jambo ni ovu, achana nalo. Kwa hivyo tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, wakawa ni kuhusiana katika jambo la kusubiri. Ukiangalia hii taratibu zote ndio taratibu pia da'wa na ndio taratibu ya Uislamu, kwamba jambo la kwanza ili mtu atoke katika hasara imani, kitu ya pili au ni kufanya matendo mazuri, fanya kabla hujaambia watu wafanye. Mwenyezi Mungu akasema ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, mbona nyinyi mnazungumza mambo ambayo kwamba nyinyi myafanye, waliyadhu billah. Kwa hivyo katika jambo la kwanza ni imani, kisha utekeleze yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekuamrisha. Kitu jambo la pili kuhusiana katika mambo ya haki, na kubwa zaidi la haki ni tauhidullah, kisha ibada zingine kuhusiana katika mambo ya swala na mambo ya kuacha mambo ya upuzi. Na kadhalika itahitajia subira wakati ambapo kwamba utafanya da'wa. Kuna watu ambao kwamba shayatinu nas, mashaitani wa shayatinul jinni watatokea wote wataka kupiga vita. Kwa hivyo wewe kama Muislamu siku zote nafaa uwe umejiandaa kukutana na watu kama kupambana na hao shayatinu nas wa shayatinul jinni, wakati ambapo kwamba utakuwa unalingana watu katika haki wakuja kuzuia, na wewe nayo uko tayari kujiandaa kupambana na watu kama hawa. Wabillahi tawfik.